Ripoti ya tume ya Jaji Chande ibaki mikononi mwa rais. Jaji Warioba aoji uamuzi huu. Leo tunazungumzia kauli yenye uzito mkubwa iliyotolewa na Jaji Mkuu mstaafu Joseph Sinde Warioba, mmoja wa viongozi wenye hekima na uzoefu mkubwa katika historia ya Tanzania. Jaji Warioba ameonyesha kushangazwa na kutoridhika na uamuzi kwamba ripoti ya tume ya Jaji Mohamed Chande Othman iliyochunguza matukio ya ghasia na uvunjifu wa amani wakati na baada ya uchaguzi mkuu wa Oktoba 29 mwaka 2025 haitowekwa hadharani bali itabaki mikononi mwa Rais Samia Suluhu Hassan. Kauli hii inakuja wiki chache baada ya ripoti hiyo kuwasilishwa Aprili 23 mwaka 2026. Katika mahojiano na waandishi nguli Jenerali Bulimwengu, Jaji Warioba alisema ameshtushwa na kauli kwamba ripoti ya tume ya Jaji Chande haitowekwa hadharani. Alitarajia Watanzania wote wapewe nafasi ya kuona jinsi tume ilivyofanya kazi, ilichobaini na mapendekezo yake. Kisheria, rais ana mamlaka ya kuunda tume na kupokea ripoti yake, lakini kwa masuala yenye maslahi mapana ya taifa kuna utamaduni wa kuweka matokeo hadharani. Alitoa mifano kwamba tume ya hayati Julius Nyerere kuhusu mfumo wa vyama vingi iliweka ripoti yake hadharani, na tume ya mwaka 1995 iliyoundwa na hayati Ali Hassan Mwinyi ambayo yeye mwenyewe alikuwa mwenyekiti iliwekwa ripoti yake hadharani ili wananchi waweze kuona mapendekezo. Jaji Warioba anaona kuwa kuficha ripoti ni kuzibaziba mambo badala ya kutoa haki na uwajibikaji. Mamlaka ya rais na utamaduni wa wazi. Kisheria, rais ana mamlaka kamili ya kuunda tume na kuamua nini cha kufanya na ripoti yake. Hata hivyo, Jaji Warioba anasisitiza kuwa kama masuala yenye maslahi ya kitaifa kama ghasia na vifo vya raia, kuna utamaduni wa kuweka ripoti hadharani ili umma uweze kujadili na kushiriki katika suluhu. Hii inaonyesha mvutano kati ya mamlaka ya kikatiba na kanuni za uwajibikaji wa umma. Pia, Jaji Warioba ametoa mifano ya zamani kama tume ya Nyerere kuhusu vyama vingi iliweka ripoti hadharani na ikachangia mabadiliko makubwa ya kisiasa mwaka 1992, na tume ya Warioba ya mwaka 1995 kuhusu kero za wananchi iliweka ripoti hadharani na ikatoa mapendekezo mengi muhimu. Hii inaonyesha kuwa utamaduni wa uwazi umewahi kuwepo na umeleta matunda. Kuna masuala yanayohitaji majibu. Ripoti ya tume ya Chande ilikiri vifo vingi na ghasia, lakini ilikanusha baadhi ya maudhui mitandaoni. Jaji Warioba anataka kujua idadi halisi ya vifo pamoja na majeruhi, nani aliyehusika na mauaji na utekaji, mapendekezo ya halisi ya uwajibikaji na kuzuia kurudia. Kuficha ripoti kunazidisha mashaka na inaweza kufanya watu waamini kuwa kuna kitu kinachofichwa. Kauli hii inazidisha shinikizo kwa Rais Samia na serikali kutoa ripoti hadharani. Inaimarisha sauti za upinzani na wanaharakati wanaodai uwajibikaji wa matukio ya Oktoba mwaka 2025. Hii ina maana gani kwa taifa pamoja na demokrasia? Kwa upande wa familia za waathirika, kuficha ripoti kuna wanyima haki ya kujua ukweli kuhusu vifo vya wapendwa wao. Kwa serikali, inatoa changamoto ya kuonyesha uwajibikaji na uwazi ili kurejesha imani ya umma. Kwa upinzani na wanaharakati, inawapa nguvu zaidi kudai uwajibikaji na ripoti hadharani. Na kwa demokrasia, ripoti za tume za kitaifa zinapaswa kuwa mali ya umma. Kuficha ripoti kuna haribu imani katika taasisi na inaweza kuongeza migawanyiko. Jaji Warioba amezungumza ukweli muhimu na wenye uzito. Kama mtu mwenye uzoefu mkubwa wa kisheria na kisiasa, anajua kuwa ripoti za tume zenye maslahi ya kitaifa zinapaswa kuwa hadharani. Kuficha ripoti kunazidisha mashaka na inaweza kufanya watu waamini kuwa kuna kitu kinachofichwa. Uwajibikaji na uwazi ni msingi wa amani. Baada ya matukio makubwa kama Oktoba mwaka 2025, umma unastahili kujua ukweli, idadi halisi ya vifo na hatua za uwajibikaji. Kuficha ripoti kuna haribu imani na inaweza kuzaa chuki mpya. Rais Samia aweke ripoti kamili ya tume ya Jaji Chande hadharani ili umma uweze kuiona na kuijadili. Serikali ianze mchakato wa uwajibikaji wa wazi bila upendeleo kwa wahusika wote wa mauaji na ghasia. Mazungumzo ya kitaifa yafanyike baada ya uwajibikaji ili kuleta uponyaji wa kweli. Taifa lijifunze kutoka matukio haya na kurekebisha mifumo ili kuepuka kurudia machafuko. Na Jaji Warioba ametoa kauli
na sauti ya hekima na ujasiri katika wakati ambao taifa linahitaji sana sauti kama hiyo. Tunapaswa kusikiliza na kuichukua kwa uzito. Jaji mstaafu Joseph Sinde Warioba amehoji uamuzi wa kuficha ripoti ya tume ya Jaji Chande na amesisitiza umuhimu wa uwajibikaji na uwazi. Kauli yake imeongeza shinikizo la kudai haki na majibu kwa matukio ya Oktoba mwaka 2025. Tanzania inastahili ukweli, uwajibikaji na amani inayotegemea uwazi. Tuendelee kudai yote hayo. Je, ndugu mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wa chaneli hii, nini maoni yako kuhusiana na kauli za Jaji Warioba ambapo anasema kwamba ripoti imeficha vifo na idadi haijawekwa wazi, na pia waliohusika na mauaji ya Oktoba 29 mwaka 2025 hawajatajwa na pia hawajashughulikiwa. Yani hakuna sehemu ambapo wamesema watapewa labda adhabu hii. Kuna yeye anahoji kwa nini mambo kama hayo hayawekwi hadharani, na pia anahoji kwa nini ripoti nzima haijawekwa hadharani labda kwenye gazeti la serikali. Kwa nini inabaki mikononi mwa rais peke yake? Je, nini kinafichwa?